Karibu sana mtazamaji, karibu sana kwenye channel hii. Napenda nizungumzie juu ya swala ambalo ni gumu sana na watu wengi hawalielewi. Nianze na mfano. Hebu fikiria, kuna linyama likubwa sana zaidi ya tembo, linatisha na linakula watu. Hebu fikiria, mtoto wako alikuwa akaenda kutembea, akakutana nalo hilo linyama likubwa linalokula watu, likamfukuza. Mtoto akaishiwa nguvu, akaanguka chini, hawezi kukimbia tena, lile nyama likamfikia. Hebu fikiria, wewe ni mama au wewe ni baba wa huyo mtoto, lile linyama likubwa limeanza kumla, unamwangalia yule mnyama, limeanza kumla vidole. Mtoto wako yuko hai, analiwa vidole, vinatafunwa vinaisha, vinaanza kuliwa mkono, unatafunwa unaisha, unaangalia. Na yule mtoto yuko hai, anaangalia kabisa, analiwa wakati yuko mzima. Kwa kuwa hana nguvu ya kulishinda lile linyama, ataliwa mzima mpaka ataisha. Kuna watu unawafahamu au inaweza kuwa ni wewe mwenyewe, kuna vitabia ambavyo unafahamu kwamba ni vibaya, lakini unapata shida kuviacha. Kuna mtu ambaye anafahamu kwamba vitabia fulani ni vibaya, lakini kuviacha vinamshinda. Anaweza kujua pombe ni mbaya, ameachishwa kazi kwa ajili ya kunywa pombe, lakini anapata kazi nyingine tena bado anaendelea kunywa pombe. Kuna mtu anajua kabisa kwamba hili ni baya kwenye mahusiano, lakini analifanya lile lile, uhusiano unakufa. Anaingia kwenye uhusiano, anafanya mabaya yale, uhusiano unakufa. Kuna watu wana tabia, mfano kuna mtu ambaye ana hasira za kupita kiasi, anajua kwamba hasira hizi ni mbaya, lakini anashindwa kujizuia kuwa na hasira. Anajua hasira zimemponza, zimemwingiza hasara katika maeneo mbalimbali, zimemletea aibu katika maeneo mbalimbali, lakini anashindwa kuishinda hasira hiyo. Fikiria mtu mwenye wivu ambao umepita kiasi, anafahamu kabisa huu wivu utaniharibia mahusiano, lakini kwa sababu ameshindwa kushinda hiyo hisia ya wivu, inamharibia mahusiano. Ni kama vile jinamizi limemkalia, linamla na huko analiona jinsi linavyomla yeye mwenyewe. Ndugu mpendwa, inaweza kuwa ni rafiki yako, inaweza kuwa ni ndugu yako. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba tunahitaji kusaidiana hapa duniani, tunahitaji kusaidiana. Usimwone mtu ana tabia ambayo ukafikiria kwamba ndivyo alivyo, anapenda awe hivyo. Sio kweli. Ni hivi, tokea utotoni wazazi wetu, malezi tunayokuwa nayo yamechangia sana kumjengea mtu tabia. Ndio maana unasikia bwana, watu wa Mara wakali sana. Watu wa Mara wakali sana. Utasikia Wahaya wako hivi. Utasikia hapa kabila fulani wako hivi. Ni kwamba yale makuzi. Kwa mfano mtu ambaye amekuwa na mama ambaye ni mkali au baba ambaye ni mkali, sasa kipindi kile cha utoto hawezi akagombana na mama yake, hawezi akagombana na mama yake au na baba yake, lakini akili inaweka kumbukumbu. Kuna sehemu ya ubongo inaitwa hippocampus, inaweka kumbukumbu ya mambo ambayo tunakutana nayo. Sasa kwa sababu ni mtoto ameweka kumbukumbu hiyo, anapokuwa mtu mzima asingependa ile hali ya kukemewa kama alivyokuwa anakemewa na mama yake au na baba yake iendelee. Kwa hiyo anataka aizuie, kwa hiyo anakuwa mkali. Kwa sababu sasa hivi wewe sio baba yake. Alikuwa hawezi kupigana na baba yake, hawezi kugombana na baba yake, lakini sasa hivi atagombana na wewe. Sasa inaweza kuwa imevuka mpaka ikamharibia kazi zake au mahusiano yake. Kuna watu wana tabia mbaya makazini. Unamuona huyu mtu anafahamu kwamba hii hali sio mbaya, hii tabia sio mbaya, huu mwendo sio mbaya, lakini anapata shida kuiacha. Hilo ni jinamizi limemkalia. Kutana na baba mmoja na umri wa miaka 55. Baada ya kuongea naye na kumuonyesha mzizi wa tatizo lake, alishangaa sana.
Kuna hatua ambazo unapaswa ujue za kisaikolojia za kuweza kupambana na hali ambayo hujui mzizi wake uko wapi. Mzizi huu umetoka mbali sana kwa watoto, toka utotoni. Kwa hiyo unahitaji msaada. Kwa hiyo ni rahisi sana kumlaumu mtu na kumtenga mtu, kumuona kwamba hafai, lakini kwa sababu hujui mzizi wa tabia yake ukoje, utakosa kuwa na huruma. Siku moja Bwana Yesu, mfalme wa ajabu na mshauri wa ajabu, akaletewa mwanamke ambaye amekamatwa kwenye uzinzi. Watu wa dini walisema kwamba sheria ya Musa inatuambia kwamba mtu akikamatwa kwenye uzinzi apigwe mawe afe. Wewe Yesu unasemaje? Yesu akawaambia, yule asiye na dhambi awe wa kwanza kumtupia jiwe huyu mtu. Walokole wale wote, wale wachungaji wote na manabii wote wakageuka nyuma wakarudi. Kila mmoja ana madhaifu yake. Yesu alimuona huyu mama ana matatizo mengi ambayo yamempeleka mpaka kawa mzinzi. Yamemzidi nguvu. Sio mtu anazini kwa sababu anapenda. Anafahamu ni mbaya, lakini kuna vitu vimemzidi nguvu ndani ya nafsi yake na hajui jinsi ya kupambana navyo. Ndio maana ameifikia pale mahali alipo. Unaweza kukuta mtu ni mlevi kupita kiasi, ana hasira za kupita kiasi, ana wivu wa kupita kiasi, ana uvivu wa kupita kiasi, au ni msemaji sana, au ni mwongo sana. Kuna watu tu ni mwongo tu, yani anaona watu kusema mwongo, au kuna mtu tu ni mbea tu. Anajua ile hali sio nzuri, lakini kuishinda imemshinda nguvu. Napenda nikuambie ndugu mpendwa, tunahitaji kusaidiana. Kila jambo linawezekana. Ukipata ushauri sahihi, ukipata dawa sahihi, kila kitu kinaweza kikaondoka. Usikae na tatizo lako moyoni mwako ukifikiria ni la kwako peke yako. Kuna watu ambao wanaweza kukusaidia. Ni wajibu wako kuangalia huku na huku, nitapata wapi msaada. Mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Daudi akasema, nikainua macho yangu nikatazama milima na mabonde, msaada wangu utatoka wapi? Akasema, msaada kutoka katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Akasema, msaada wangu utatoka katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo kuna mahali ambapo unakutana na mambo magumu sana ndani ya nafsi yako, yanakushinda kabisa, unajiona unanyong'onyea kabisa, lile jinamizi nataka likule kabisa, unataka kuliwa huko hai. Usikate tamaa. Usikate tamaa kabla hujafa. Inua macho yako, kuna mahali msaada wako utatoka. Kuna mahali. Kama umeshindwa kupata msaada kutoka kwa mwanadamu, Mungu pia yupo. Mungu hajafa, Mungu yupo. Na hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Ndio maana yule Mungu anayeitwa Yesu amepewa jina la Mwokozi. Maana ana uwezo wa kuokoa. Kwa hiyo kama umeshindwa, umeona wanadamu, umeomba msaada kwa wanadamu, umeomba msaada kwa watu, imeshindikana, mkimbilie Mungu. Hakuna neno ambalo linamshinda Mungu. Kuna jinamizi limekukalia, kuna linyama la kutisha limekukalia na umeshindwa kulishinda. Ndio maana umeendelea kuwa na hali kama ulionayo, iwe ni kwenye mahusiano, iwe kwenye kazi, iwe kwenye hali yako ya kiuchumi. Kwenye hali yako ya kiuchumi pia, angalia kwa nini unakuta mara nyingi mambo yanakai sawa, kama kuna nguvu fulani inafanya kazi ya kuzuia wewe usifike mbali. Lakini kuna nguvu iliyo kubwa kuliko ile nguvu inayokuzuia. Narudia tena, kuna nguvu iliyoko kubwa sana kuliko ile nguvu ambayo wewe imekushinda. Usikae kimya. Usikae kimya. Njia ya kutokea ipo. Inua macho yako vizuri, utazame msaada utatoka wapi katika maisha yako, na utaiona penye nia pana njia, walisema Waswahili.